Basi Beth akaanza kuwapa stori ya uongo kwamba baada ya kumaliza kuoga akiwa bafuni alimsikia mtu chumbani na akajua kuwa ni mume wake Cyprian. Penzi, je, umerudi? Penzi anasema baada ya kutoka bafuni akamkuta Lawrence amekaa kwenye kiti chumbani. Akamsogelea na kumuita na akamuuliza kuwa anataka nini. Lawrence akasimama na kufunga mlango wa chumbani kisha akaanza kumzunguka akimpigia mahesabu. Kisha akasema, kila siku nafikiria pale nitakapokukamata na mikono yangu, lakini kila siku waga unauvunja moyo wangu ninapokuona na yule mpumbavu unayemuita mume wako. Kisha Beth akasema, naomba ujiheshimu, sababu mimi ni mke wa bosi wako. Nikamfukuza atoke chumbani, lakini akatumia nguvu akanibeba na kunitupia kitandani. Naweza kuona kila kitu alichonifanyia. Wewe unamaanisha Lawrence amekufanyia hivi mke wangu? Besa ni kuvunga kulia tu. Lawrence kwanza yuko wapi? Vile anasema amekimbia, niligongana naye kipindi naingia ndani. Cyprian anasema Lawrence utalipa kwa hili. Yaani Lawrence amekufanyia hivi ndani ya nyumba yangu? Atalipa kwa hili. Basi Cyprian anaonekana kuwapigia polisi na kuwauliza mpo wapi, mbona hamfiki? Mlitakiwa muwe mmeshafika sasa hivi. Geoffrey anamwambia kuwa mpole. Nitawezaje kuwa mpole? Niambie nitawezaje? Wakiwa wanaongea, mara Lawrence anaonekana kuingia ndani. Bosi afadhali umerudi, mara kibao. Geoffrey akaja kumzuia, usimuumize. Yaani umetolewa wapi nguvu ya kumwingilia mke wangu? Mimi na bado eti ukarudi nyumbani kwangu? Cyprian anataka mpaka kumlukia. Basi Lawrence akaanza kujitetea pale. Mimi sijafanya chochote bosi. Mara polisi nao wanaonekana kufika. Nienda kuozea gerezani. Tena afadhali mmefika, mchukueni huyu mpumbavu. Lawrence ni kujitetea tu, lakini hakuna anayemwamini. Basi polisi wakamnyanyua na kuondoka naye. Geoffrey anamwambia, lakini kwa nini umefanya maamuzi haraka? Cyprian hataki hata kumsikiliza. Sasa leo Betha anaonekana kuchukua waini na kisha kuanza kuinywa kwa furaha. Sasa akiwa anajipatia raha zake, mara Vela anatokea nyuma yake. Anamkuta shangazi mtu anapiga vitu. Akabaki anashangaa, akamsogelea na kumuita shangazi. Betha kumsikia akashtuka, kaiweka waini na glasi mezani. Hivyo ni mzima? Alafu nimekuona ukitabasamu. Betha akaweka uso wa huzuni kisha anasema, nilikuwa tunajaribu kujifariji kwa vitu vilivyonitokea. Unajua Lawrence alikuwa ni kijana tuliyemwamini na kumweka kwenye nyumba yetu. Alafu yeye akabadilika na kunifanyia hivi mimi. Vera anasema, mimi nakuelewa, lakini unahitaji kutulia, sawa? Basi Betha akaanza kujieleza kinafiki pale. Mjomba wangu anafanya kila kitu kinachowezekana kuhakikisha huyu kijana analipa kwa kila kitu alichokufanyia. Sasa kwa nini unakunywa? Tena unakunywa waini. Na kunywa ni kwa vile tu nahitaji kupata usingizi ili niache kufikiria kila kitu kilichonitokea. Basi Vera akawa mbembeleza pale shangazi mtu, bila kujua yote haya ni maigizo tu. Sasa leo Vera akaja kumuona Lawrence Sero na kumuuliza, kwa nini uliamua kufanya vile? Lawrence anasema, unakumbuka tulivyogongana pale sebuleni kipindi unaingia? Nilikuwa najaribu kufunga vifungo vya shati langu. Hiyo ni kwa sababu madam alijaribu kunivua lakini nikakimbia. Na kwa jinsi ulivyoniona, je, nilionekana kama mtu aliyotoka kufanya mapenzi na mwanamke? Hata tukisema kweli nilifanya, nguvu za kurudi tena ningezitolea wapi? Hiyo unachojaribu kusema ni alikutongoza? Kwani wewe ni nani? Yaani unamaanisha shangazi yangu alikulazimisha na ukakimbia? Kivipi? Nielezee. Kwanza unajua mjomba wangu ni nani? Ni tajiri, handsome na ni ndoto ya kila mwanamke. Alafu shangazi yangu amwacha kufuate wewe. Kivipi? Nielezee kivipi? Yeye pekee ndo anaweza kukujibu hilo swali. Kweli nilikuwa mjinga kuja hapa kuongea na wewe. Subiri. Wewe unamaanisha shangazi yangu amekusingizia? Lakini kivipi? Lakini vipi kuhusu mikwaruzo na majeraha kwenye mwili wake? Majeraha? Ndiyo, lakini mbona uko na majeraha kipindi naondoka? Na hapa mimi sina hatia. Sijafanya chochote, tafadhali nisaidie. Humu ndani wananipiga kila kukicha. Au mpaka waje waniue ndo muamini kuwa sina hatia na sijafanya chochote. Vela akasema kuwa tena ni bora mjomba wangu asije kusikia kuwa unasema mke wake anakusingizia, kwa sababu utazidi kukaa mselo kuliko ulivyotegemea. Kisha Vela akaondoka. Vera baada ya kurudi nyumbani akaanza kufikiria na kusema, mwanamke aliingiliwa anatakiwa anasononeka, lakini shangazi haonekani kama mtu anayesononeka hata kidogo. Au itakuwa Lawrence anasema ukweli? Je, alichokisema ni cha kweli? Sasa hili tukio linaanza kunichanganya, au nitakuwa nafikiria sana, au hili tukio linaanza kunichanganya. Leo Besa akaja kumwona Lawrence Selo. Lawrence akaanza kumuomba msamaha. Madam, tafadhali, wewe pekee ndio unayeweza kunitoa hapa. Unajua kabisa mimi sijakufanyia chochote. Betha anasema, kwa vile ulikataa kunishika, hiyo ndio sababu iliyokufanya uwe hapa sasa hivi. Ni kitu gani ambacho sikukupatia Lawrence? Nilikupa pesa, yani nilikupa kila kitu. Sasa hivi ungekuwa unaishi maisha yako mazuri, lakini ukaamua kuchagua kujiheshimu na kuheshimu mwili wako juu yangu. Alafu sasa hivi unaanza kuniomba. Hata hivyo nina uwezo wa kukutoa hapa, lakini sitafanya hivyo mpaka pale utakaponipa kile ninachokitaka. Je, upo tayari kunipa? Lakini madam, nitawezaje kukupa? Wewe ni mke wa bosi wangu. Mara kibao. Hivyo ni mpumbavu. Sijui hata kwa nini nipo hapa. Niambie kwa nini nipo hapa? Nilijua labda nikija hapa ukaniona, labda utaningangania na kunibembeleza. Niambie, nafanya nini hapa kama upo tayari kufanya hivyo? Madam, hiyo ni dhambi kubwa ambayo siwezi kuifanya. Tafadhali madam. Na hiyo ndo sababu utaozea hapa. Na ngoja nikwambie, hii haishii hapa. Hili swala tunalipeleka mahakamani na baada hapo ni jela. Kwa hiyo utaenda kuozea gerezani. Na usifikirie kwamba nitakuacha uoze kwa amani. Unaona hao wenzako huko ndani. Huu mwili wako unaojaribu kuweka mbali na mimi, nitahakikisha kuwa wanauharibu. Yaani watakufanyia na kukutumia kwa jinsi ambayo usingeweza kuzani mwili wako utafanyiwa hivyo. Isipokuwa muda mwingine nitakaokuja hapa, majibu yako hiyo tofauti. La sivyo kuwa tayari kwa kuharibiwa. Sasa leo Vela akamuita Geoffrey na kumwambia kuwa hajui ni kitu gani cha kuamini tena. Nilikuwa nataka kuongea na mtu na nikajua mjomba wangu hawezi kunielewa. Ndio maana nikakuita tuongee kwa
sababu utanisikiliza. Geoffrey anasema sawa na kusikiliza. Kuhusu kile kilichotokea ile siku, unajua nilienda kuongea na Lawrence na akasema kuwa kufanya. Geoffrey anasema kwa hiyo umemwamini? Unajua sitaki kumwamini, lakini kwa vitu ninavyoviona kwenye hii nyumba vinanipa hisia kwamba inaweza kuwa nasema ukweli. Vera, kuwa mwazi, unajaribu kusema kitu gani? Mjomba, ile siku nimegongana naye alikuwa hata hatoki jasho. Na ukifikiria kama kweli alifanya, angewezaje kurudi tena kwenye nyumba? Geoffrey anasema labda alirudi ili kujificha, kujifanya hajafanya chochote. Mbona hiyo hata ileti maana? Nakumbuka kipindi shangazi anatoa story yake alisema kuwa alikuwa hajavaa nguo, alikuwa ametoka bafuni kuoga. Geoffrey anasema ndiyo. Vera anasema lakini nakumbuka kipindi aingia chumbani nilimkuta amejikunyata na alikuwa amevaa nguo zote. Subiri, unajaribu kusema nini? Nasema nilivyoenda chumbani kwake ile siku, nguo yake ilikuwa imechanika lakini alikuwa amevaa nguo zote. Geoffrey anasema labda alivaa nguo ili kujistiri baada ya kuingiliwa, lakini mbona ileti maana kwangu? Kile Lawrence anachokisema ni tofauti na anachokisema. Na kwa mtu aliyeingiliwa anayesononeka, anawezaje kunywa waini tena akiwa na furaha? Na muamini mke wa mjomba wangu na nampenda, lakini sijui kama Lawrence anasema ukweli. Geoffrey anasema ukweli gani? Aliniambia kuwa yeye ndo alikuwa anamtaka na akaniambia kuwa ni yeye ndiye aliyemlazimisha na ndio maana akakimbia ile siku. Geoffrey, tunatakiwa tuliangalie swala kwa umakini kwa sababu mimi pia nashindwa kuelewa na ndio maana nikakuita hapa. Geoffrey anasema baada ya upelelezi mzuri tutapata majibu sahihi kwa sababu hatuwezi kumwacha mtu ambaye ana hatia ateseke. Siku inayofuata Geoffrey na Vera wakamfuata Cyprian ofisini kwake na kumwambia kuwa kuna kitu hakipo sawa sehemu. Kuna kitu hakionekani hapa. Lawrence anasema story nyingine na mke wako pia anasema story nyingine. Cyprian hataki hata kuwasikiliza, yeye anachosema tu ni kuwa Lawrence ataozea jela. Vera anasema mimi sijali kama ataozea jela, nachotaka kusikia ni ukweli tu. Geoffrey anasema mimi pia, kwa sababu hatuwezi kumtupa mtu ambaye ana hatia gerezani kwa sababu tu tunaweza. Maisha halisi hayapo hivyo. Unajua kuna wakati mwingine familia zetu waga zinatudanganya na mara nyingi wanataka tuchukulie mambo kama yalivyo ili tu kuwafurahisha. Cyprian anasema mimi nampenda mke wangu na namwamini mke wangu. Mimi pia namwamini, lakini kuna mchanganyiko hapa na nina uhakika kuna kitu hatukipati hapa. Ile siku nilimkuta shangazi amekaa chini akilia na akiwa na nguo zake, lakini kipindi anatupa story alituambia story tofauti kabisa. Sasa Cyprian mara ya kwanza kutaka kuwasikiliza, lakini ikambidi tu asikilize kwa sababu wote wanataka kusikia ukweli. Basi mida usiku Cyprian anaonekana kumrudisha Lawrence nyumbani. Bosi, mbona sielewi? Hauelewi kitu gani? Kwa nini nipo hapa? Mara Betha naye anaonekana kufika. Cyprian, ndio mpenzi, ni kitu gani kinaendelea? Kwa nini huyu mpumbavu yupo hapa? Cyprian akamwambia Betha tulie. Kwa nini mtu aliyeniingilia yupo hapa tena kwenye hii nyumba? Penzi, leo ni Ijumaa. Kwa hiyo huyu kijana ana haki ya kutoka. Nimemleta hapa nyumbani ili niweze kumwangalia. Betha ndo anachoka. Fikiria, huyu kijana akikimbia na asipotokea mahakamani Jumatatu, wewe unafikiria itakuwaje? Kwa hiyo nimemleta hapa ili nimwangalie. Sasa leo siku amelala, Cyprian akapokea simu inampa taarifa kuwa Geoffrey amepata ajali. Basi Cyprian akasema nafika hapo muda sio mrefu. Mpenzi, tatizo nini? Mbona unaongea kwa sauti? Cyprian anasema Geoffrey, kwani kuna kitu gani kimempata? Geoffrey amepata ajali. Nini? Nimepigiwa simu kutoka hospitali, kwa hiyo natakiwa niende haraka. Basi Cyprian akaondoka.